Mchezo unatumia dakika 5, yaani kila mchezo mmoja unatumia dakika 5 ili timu iweze kushinda. Dakika 5 zikiwa zimepita na timu haijashinda, maana yake wameshindwa kufunga goli. Basi mpenzi mtazamaji, hapa sasa tuko kwenye pitch. Hii inaitwa pitch, yaani ndio uwanja wenyewe. Na ukiangalia wachezaji tayari wamekaa katika mifumo yao ya kucheza. Hii timu ya mbele unayoiona hapa ni timu ya wapitaji. Tunaita passerby team. Hii hapa ni team passerby team. Sasa hii passerby team yenyewe kazi yake inatakiwa iende mpaka ifike mwisho wa uwanja na kugeuza bila kutoka nje ya uwanja, lakini pia bila kuguswa kwa mchezaji yoyote wa timu ya passerby. Waende then warudi, ndio goli linapatikana. Sasa ukiangalia pitch yetu hii iko na vyumba vingi sana. Kuna vyumba hivi vidogo kama unavyoona. Mchezaji yoyote hapaswi kuwa nje ya hiki chumba chake alichosimamia hapa, alafu mchezo ukaanzishwa. Kwa hiyo lazima mchezaji asimame ndani. Hii ni sheria mojawapo ya uwanjani. Zingine zinadili na uwanja, zingine wachezaji pamoja na benchi la ufundi. Kwa hiyo lazima usimame huko ili uweze kuanza mchezo. Lakini pia huyu jamaa hapa ni namba 5. Ukiangalia chini alipokanyaga chumba chake kimeandikwa namba 5. Namba 5 hii hapa. Sasa hii namba 5, huyu jamaa ni kiongozi ambaye yeye atakufanya kazi ya ana uwezo wa kuzuia watu katika zebra yake. Hizi ni zebra. Hii ni zebra yake ambayo iko na upana wa mita 1 na urefu wa mita 10. Jamaa huyu ana uwezo wa kutembea huku na kuzuia watu, lakini pia kuna mstari wa katikati huu ambao tunaita central zebra. Huu hapa ambao unatokea huku mpaka kule mwisho kabisa. Huu mstari ambao wamesimama hawa jamaa katikati hapa unaitwa central zebra. Huu mstari hapa ukiunyosha moja kwa moja unaenda mpaka kule. Kwa hiyo hapa kuna namba 5. Hapa kuna namba 4 kama unavyoona. Ukija huku chini tena una namba 3 kama unavyoona. This one number 3. Then this one number 2. Hii ni namba 2. Yes. Na this one is number 1. Number 1 maana yake iko mwishoni mwa kiwanja. Kule ndio mbele ya uwanja na huu ndio mwisho wa uwanja. But huko mwisho wa uwanja pia kuna hizi square rooms ndogo. Wanapotoka kule wakishapita huku, hata mmoja tu akitokea kule akapita huku, anakuwa amewaokoa wale wenzake wote ambao wenyewe watapita hapa. Lakini watakapokuwa wanataka kurudi, lazima wasimame humu kwenye hizi square zao. Ni chap kwa sababu muda wao unaenda, ni dakika 5 tu, natakiwa waje na kurudi kule wapate goli. Kwa hiyo kwa kifupi, mchezo wetu wa Wiso pitch yake iko hivi, na watu jinsi wanavyoonekana uwanjani ni hao kama unavyowaona. Yes, ukiangalia wamekaa katika mfumo wake mzuri kabisa. Sasa tuangalie makosa na adhabu katika mchezo wa Wiso. Kosa la kwanza, mchezaji wa timu ya passerby, yule mchezaji wa timu ya wapitaji haruhusiwi kuingia kwenye zebra halafu na kuchomoka kurudi tena kwenye square yake room. Ile square room ambayo ndio sehemu salama kwake, haruhusiwi kuingia na kutoka tena kama unavyoona hapo. Huyu mchezaji kaingia, alivyoona anakuja na yeye akaamua kutoka. Hii hairuhusiwi. Kosa la pili, mchezaji akiwa ndani ya uwanja, mchezaji wa timu ya wapitaji ambaye ndo anaenda kutafuta goli, haruhusiwi kutoka nje ya uwanja kabla mchezo haujaisha. Huyu ni mchezaji ambaye anatakiwa apite aende mpaka kule mwisho ili arudi. Sasa hapa anajaribu kupita pembeni, lakini ametoka nje ya uwanja, na huyu pia ametoka nje ya uwanja. Hii hairuhusiwi kutoka nje ya uwanja kabla ya mchezo kumalizika. Kosa lingine, wachezaji wa timu ya wazuiaji ambao tunaita obstructors team. Hawa obstructors team hawaruhusiwi kuingia kwenye square rooms, ambazo hizi square rooms zipo humu ndani, vile vyumba vikubwa 8 katika huu mchezo wetu, katika uwanja wetu. Hizi square rooms ni safe side ya wachezaji wa hawa wapitaji, kama watakuwa sehemu ambayo hawawezi kuguswa kutoka kwenye zebra ya mchezaji wa timu ya wazuiaji. Sasa ukiingia hivi ni kosa. Mguu wako ukishaingia ndani ya square room hairuhusiwi. Mguu wako ukishaingia ndani ya square room hauruhusiwi, kwa hiyo ni kosa.
Kosa lingine ni hili hapa. Mchezaji wa timu ya wazuiaji akiwa anamzuia mpitaji asipite, haruhusiwi kumshika huko akiwa amegeuka kabisa. Kule alikoangalia anageuka kabisa. Yapo makosa pia ya kupewa kadi. Kosa kama hili la kumpiga teke mchezaji mwingine, kwa mfano mchezaji wa timu ya wapitaji kampiga teke ya wazuiaji, au wazuiaji kampiga teke au ngumi, au yani chochote kile ambacho ni hatari, au kichwa, tofauti na vile sheria inavyosema. Sheria inasema mguse mwenzako kwa mkono bila kumuumiza, yani unamgusa mwenzako kwa mkono bila kumletea hatari katika mwili wake. Kwa hiyo huyu sasa umeona alimgusa mwenzake kwa mguu, akapewa kadi nyeupe. Kadi nyeupe ni kadi ya kumuonya, ameonywa. Lakini pia kuna makosa mengine kama vile makosa kama ya kumbishia referee. Kosa umelifanya limeonekana kabisa, lakini referee amekwambia wewe umemkatalia. Yani unatoa maneno mabaya kwake, unatoa maneno ya kumkasirisha, huenda saa nyingine hata ukatumia lugha chafu za matusi kwake. Hapo unapewa kadi nyeusi moja kwa moja. Kama hivyo, yani ukitoa lugha kama za namna hiyo kuashiria kwamba yani referee kama anakuonea wakati umefanya kosa na ukazungumza lugha chafu, basi moja kwa moja wewe unatakiwa upatiwe kadi nyeusi na utoke uende nje ya kiwanja. Na kama itatokea hivyo, timu yako itapata adhabu ya mchezo huo. Kama ulikuwa hujaishia, utaishia mkiwa watu pungufu, mkiwa watu 4, kwa sababu mchezo unakuwa na watu 5. Kwa hiyo mtabaki watu 4 mpaka mchezo huo utakapoisha. Ndipo hapo mtaweza kuingiza mchezaji mwingine wa reserve aweze kushika hiyo namba yake. Kadi nyeupe inatoa pointi hasi 1 kwa timu iliyotenda makosa, na kadi nyeusi inatoa pointi hasi 2. Kwa hiyo mtapatiwa pointi hasi 1 iwapo mchezaji wenu amefanya kosa la kadi nyeupe, na mtapatiwa pointi hasi 2 iwapo mchezaji wenu amepata kadi nyeusi, na hiyo kadi nyeusi itamsababishia atoke nje ya uwanja. Makosa yote katika mchezo wa wiso kwa timu ya wazuiaji wakiwa ndani, basi huwa wanapata point negative, point hasi, ambazo hizi zinaweza zikawakosti kwenye mashindano. Point hasi zinafanya kazi pale timu zinapokuwa zimelingana pointi, alafu zikaja zikalingana magoli, zikaja zikaangalia tena mchezo, katika michezo waliocheza timu gani na timu gani ipi ilimfunga mwenzake magoli mengi. Halafu pia kama inalingana na yenyewe pia ndo tunaenda kuangalia pointi hasi. Timu ambayo yenye pointi hasi chache ndio itakuwa imeongoza katika mashindano hayo kati ya hizo timu mbili. Hapa hii ni scoreboard yetu, ambayo sasa scoreboard hii itakuwa inaandika michezo inayochezwa, cha kwanza hicho. Lakini cha pili, kwenye hii scoreboard kitakachoandikwa ni magoli yatakayofungwa, lakini kingine kitakachoandikwa ni point negative. Hawa jamaa wa ndani wakifanya makosa, hawa obstructors team hawa wakifanya makosa wanakatwa, wanakatwa point au wanapewa point zinaitwa hasi. So sasa tunaenda kuanza mchezo wetu vizuri kabisa ili tuweze kuona. Basi marefari muendelee ili tuangalie mchezo wetu unavyoenda. Na mchezo ndio umeanza. Kama unavyoona timu ya wapitaji tayari mtu ameshikwa pale. Kwa hiyo timu ya wapitaji ya kwanza imekamatwa tayari, na wenyewe sasa hawa wanaingia na hawa wanazinga. Umeandika michezo yao tayari kwamba hawa wa mwanzo wamesha mchezo wao wa kwanza ndio huu, na hawa wanacheza mchezo mwingine huu. Kwa hiyo kaandika hapo juu mchezo mmoja na hapa chini mchezo mmoja. Tunaendelea. Okay. Hai. Mchezo ndio umeanza. Mpaka sasa hawajafungana. Haya, kuna mtu tayari ameguswa kule. Mpaka sasa bado halijapatikana goli.
Kama nilivyoambia, namba 5 ndio huyu, anatembea mpaka huko amefika. Kazi iko pale. Haya, huyu tayari amepita kama unavyoona. Kwa hiyo inaitwa free pass. Free pass. Free pass maana yake mmoja ametangulia akapita, wenzake wote nao wamepita. Wanarudi sasa kutafuta goli. Wanarudi kutafuta goli. Tayari goli limepatikana. Goli la kwanza tayari limepatikana. Timu ya Kibosibosi imeshinda goli la kwanza. Hii ni timu ya Kibosibosi. Manake hawa sasa ndio wageni wameanza kushinda. Na scoreboard yetu inaonyesha hapa tayari moja. Kama ilivyo kawaida. Yes. Mchezo umeanza. Sheria ya mchezo inasema timu inayoshinda inaendelea na mchezo mwingine. Tayari yule ameshikwa. Kwa hiyo sasa na hawa wanaendelea. Tayari ameshikwa. Tayari free pass. Free pass maana yake mtu amepita, wenzake amewaokoa, wanapita free. Haya, wanarudi kulitafuta goli. Haya. Tayari goli. Kibosibosi wamepata goli la pili. Okay. Tayari. Wanarudi sasa returning room hiyo. Tayari goli lingine. Tayari ni free pass. Sasa wanarudi. Mchezo wa wiso nimepokea kwa furaha na nimeupenda. Mchezo wa wiso hautaki kutumia nguvu sana, ndio kutumia akili pamoja na mwili. Mimi ukweli mchezo wa wiso unavutia vizuri kwa wangu wote na naupenda. Wiso ni mchezo uliobuniwa na Mtanzania. Mchezo wetu, fahari ya Tanzania.